Jambo moja ni wajibu wetu, tukuambieni vijana, jambo lenyewe ni hili, kwamba msidhani kuwa hii serikali yenu itaendeshwa na watu wasiokuwa nyie. Ni heshima kubwa kila mwananchi leo aliye kijana, aliyosoma mpaka darasa la 8 au kuendelea mbele, au wasiosoma, nia iwe moja ya kujenga nchi. Serikali itaendeshwa na wananchi, na huwezi kuwa mwananchi mpaka ujue nini uchungu wa nchi yako. Utapokuwa unaujua uchungu wa nchi yako, hapo ndio utapokuwa mwananchi kamili. Na utaujua vipi? Huwezi kukaa peke yako ukaujua uchungu wa nchi, isipokuwa utajua sehemu tu, na si wajibu wako. Wajibu wako uchanganyike na wenzio. Ile sehemu yako na sehemu ya mwenzio ndiyo elimu yako utakayoisoma. السلام عليكم. السلام عليكم.
wa kamati ya maridhiano ambayo ilishirikiana na Wazanzibari kwa pamoja kutuletea hii serikali tunayo sasa ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Mzee wetu Salum Said Rashid ambaye wananchi, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Kwa ujumla tuna furaha ya dhati kwa siku yetu ya leo ambayo kwa mara ya kwanza kamati hii imetuandalia kongamano kubwa kama hili kwa ajili ya kuja kutuambia kile ambacho walikifanya na malengo na nini hasa tunakusudia, ili kutupa mawazo hayo sisi wananchi wa rika tofauti tunaotoka katika taasisi tofauti. Leo hii hapa tumeondoa tofauti zetu zote za vyama, tumeondoa tofauti zetu zote za tunakotoka, tumeondoa tofauti zetu zote za dini tulizonazo. Tumesimama hapa tukiwa kama Wazanzibari ambao tunataka kuzungumzia mustakbal wa Zanzibar katika huu mchakato wa katiba mpya. Kwa heshima na taadhima, meza kuu kumbele pamoja na waalikwa sote, naomba niisome ratiba yetu ya leo kama itakavyotuongoza kuanzia sasa. Baada ya zoezi zima la kuwakaribisha wageni wote waalikwa, itafuata dua ya ufunguzi itakayosomwa na Sheikh Azan. Baada ya hapo tutakuja kusikiliza utangulizi wa mada yetu hii ya kongamano letu la leo, ambayo itatolewa na jemedari wetu, mlezi wetu, muasisi wa mapinduzi na mwenyekiti wa kamati ya maridhiano, ambayo kama nilivyotangulia kusema ndiyo iliyoleta kwa ushirikiano na wananchi hii serikali ya umoja wa kitaifa. Mheshimiwa Hassan Nasoro Moyo ataanza kwa utangulizi wa ufunguzi wa kongamano. Baada ya hapo watafuatia wachangiaji wengine, ambapo tutakuwa tuna mzee wetu Salum Said Rashid ambaye ni katibu wa mwanzo wa mapinduzi. Baada ya hapo tunasikitika kutoa taarifa kwamba tulikuwa tuwe na mwanasheria mkuu pamoja na mkurugenzi mkuu wa mashtaka, ila kwa dharura zisizo za kuepukika hawatuweza kuwepo leo hapa. Nadhani tulikuwa tuna maswali mengi ya kuweza kuwauliza, kwa hiyo haya ni maswala ambayo yanaendelea. So siku za mbele tutaitana tena panapo majaliwa na tutakuwa nao kuweza kuwauliza maswali tulokusudia. Kwa mantiki hiyo tutaendelea na Mheshimiwa Muhdin Zubair kutoka Ukwem. Tutakuwa na Mheshimiwa Amir Mselem kutoka Jumiki. Baada ya hapo atafuata mchangiaji mwingine, Mheshimiwa Khalid Said Gwiji ambaye ni mwenyekiti wa vijana wa umoja wa kitaifa. Baada ya hapo atafuatia Mheshimiwa Kasim Hamad Nasor
ambaye ni makamu mwenyekiti wa umoja wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu Zanzibar za Hilfe. Alafu atafuatia ndugu Salma Said, ni mwandishi wa habari kutoka Wahamaza. Lakini pia tutakuwa tuna Mheshimiwa Salum Taufiq kutoka Zanzibar Law Society. Tunategemea pia tutakuwa na mchangiaji mwingine Mheshimiwa Mansur Yusuf Hamid, ambaye naye atachangia kwa muda ambao atagaiwa na mwenyekiti. Halafu tutakuwa na mchangiaji mwingine Mheshimiwa Ismail Jusa Ladu, na baada ya hapo tutakuwa na mchangiaji mwingine Father Emmanuel John Masud kutoka Anglikana. Baada ya wachangiaji hao, kitendo kitakachofuata kitakuwa ni tamko kutoka katika kongamano letu hili ambalo litasomwa na mlezi wetu, mzazi wetu Hassan Nasor Moyo. Baada ya hapo tutasikiliza shukurani kwa upande wa kamati ya maandalizi kwa kushirikiana na kamati ya maridhiano moja ya kitaifa, na shukrani hizo zitakuja kusomwa kwetu na Mheshimiwa Muhammad Bajuberi. Na kufikia hapo itakuwa tupo ukingoni wa samani kidogo nimerukiza kitu. Baada ya kumaliza Father Emmanuel, tutatoa nafasi kwa ukumbi sasa kuuliza maswali, kuchangia, kutoa ushauri wetu kama Wazanzibari. Baada ya majadiliano hayo ndio itakuja tamko la Mheshimiwa Nasor Hassan Moyo pamoja na shukrani kutoka kwa Mheshimiwa Muhammad Bajuberi. Na kufikia hapo itakuwa ndio mwisho wa kongamano letu kwa siku hii ya leo. Tunachoombwa waalikwa sote, kamati ya maridhiano imetualika Wazanzibari. Kamati ya maridhiano imetualika Wazanzibari pamoja na watu wengine, lakini tukiwa tuna lengo moja la kuzungumzia nafasi ya Zanzibar katika mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo tunaombwa tuweke nidhamu ya hali ya juu kabisa, tuiheshimu meza kuu, lakini hali kadhalika tuwe na kauli mbiu ya Uzanzibari utuunganishe. Tunaomba zile kauli mbiu za vyama, kauli mbiu za dini, kauli mbiu za magrupu tunayotoka tuziache nje, tuingie ndani na kauli mbiu ya Uzanzibari utuunganishe. Baada ya kutoa utangulizi huo, naomba nimpishe mwenyekiti wa kongamano letu Mheshimiwa. Tutaanza na dua kabla ya kumkaribisha mwenyekiti. Tutaanza na dua. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Sheikh Azan aje kusomea dua, na baada ya hapo tutamwachia ukumbi mwenyekiti wa kongamano ili aanze na kuitambulisha meza yake na kuendelea na ratiba nyingine. Asanteni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabla sijaomba dua, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia afya na uzima nikaweza kuhudhuria kongamano hili. Taarifa kongamano hili nimeipata nikiwa India katika matibabu, na tarehe yangu ya kurudi ilikuwa ni tarehe 10, lakini madaktari nimewaomba kutokana na afya yangu ameniruhusu, na sababu ya kuomba kuruhusiwa ni kwa sababu kongamano hili lina umuhimu wake. Umuhimu wenyewe ni kwamba tarehe ya leo itakumbukwa ndio tarehe inoanza historia mpya ya nchi yetu.
Kwa hivyo ninachokiomba tuwe makini, na tukiondoka tuondoke na kauli moja na msimamo wetu mmoja mpaka Zanzibar ipate uhuru wake kamili. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na sio kumbi mwenyekiti wa kongamano hili Profesa Abdul Sharif aweze kuliongoza kongamano hili hadi kufikia tamati ya kongamano. Mheshimiwa Profesa Abdul Sharif, tafadhali. Asalamu alaykum. Nataka kwanza nianze kwa shukuru kamati ya maridhiano kunipa heshima ya kunialika hapa leo. Of course kama ni Mzanzibari nilikuwa nayo haki ya kuja hapa, lakini kunialika hususan kwa mwenyekiti wa kongamano ya swala muhimu kama tulikuwa tuna mbele yetu ni nafasi ya Zanzibar katika mchakato wa katiba mpya. Kwa hivyo asanteni. Kazi niliyopewa ni nzito kwa sababu shabaha kubwa ya mkutano wetu leo ni kuwapa fursa wananchi wa Zanzibar kuweza kuzungumza ya swala hili ya maslahi ya Zanzibar na kueleza fikra yao kidogo. Nafikiri tuendelee. Sasa nilianza kusema kwamba shabaha kubwa ya mkutano wetu leo ni kuwapa fursa Wazanzibari kueleza fikra zao juu ya swala hili la nafasi ya Zanzibar katika mchakato wa katiba mpya bila woga wowote, na nafikiri sasa Wazanzibari hawana woga. Lakini madhumuni ya pili na ni muhimu zaidi kwamba tunataka kuleta maelewano kati ya Wazanzibari wote, na tukitoka leo tutoke na msimamo mmoja. Kwa hivyo isiwe fursa hii hapa ikatumiwa vibaya na ikaleta malumbano na migongano kati yetu wenyewe. Hii nasema kwa sababu tukumbuke kwamba fursa hii imekuja baada ya miaka 50 ya malumbano, migongano mpaka mapigano kati yetu. Toka 1957 pale tulipoanza uchaguzi hapa Zanzibar, kama alivyotueleza nani mzee Moyo, kwamba tulikuwa tunashindana, tulisahau kwamba sisi ni Wazanzibari kwanza kabla kuwa kabila mbalimbali au vyama mbalimbali. Na ugomvi huu tulikuwa tunaendelea nao ndio ilitumiwa vibaya na watu nchini na nje ya nchi yetu kutugawa sisi, na ikatufikisha mpaka leo, mpaka tunaambiwa kwamba Zanzibar si nchi. Wako watu wengine mpaka leo, kwa bahati mbaya kati yetu na wengine wengi nje, hawakufurahiwa na maridhiano yetu na umoja wetu, na tutafanya kila mbinu ya kutugawa sewa tena
mpaka ifike nini labda azma yao ya kuimeza Zanzibar kabisa, na hiyo ndo hatuitaki. Lakini mimi naamini kwamba wakati wa kudanganywa, kubabaishwa ishapita. Wakati huu ni wakati wa kutambua maslahi si yetu ya binafsi au ya tabaka au ya chama, lakini maslahi ya Zanzibar. Na maslahi ya chama na maslahi ya nchi si lazima zipingane, zinatakiwa ziende pamoja, kwa sababu vyama vinahitaji, na vyama na makundi yote yanahitaji kueleza maslahi ya wananchi kwa ujumla. Kwa hivyo hakuna mgongano kati ya maslahi ya chama na maslahi ya nchi. Na katika humu mimi nahisi kwamba fursa iliyotolewa tulopata kuandika katiba mpya ni fursa muhimu ya kuwapa fursa watu, wananchi watoe kauli yao, na mwisho wake tujue kwamba mwisho wa mchakato huu wa kuandika katiba mpya ni kura ya maoni. Kwa hivyo mwisho wake watapata fursa wale watu kutoa fikra yao ya mwisho, na hiyo ndio itasimama. Sasa kama humu kazi yetu kubwa ni kuwafahamisha, kuwaeleza kadiri tulivyofahamu sisi wenyewe nini matatizo iliyotukabili sisi, nini matatizo ya mfumo wa muungano tuliokuwa nayo sisi, na mfumo gani inaweza kutufaa siku za mbele. Hiyo ndio naona kazi yetu kubwa katika kuanzia sasa hapa mpaka hiyo katiba ipatikane. Sasa kama nilivyosema, ni kazi yangu ni ndogo leo kuwapa fursa tu wananchi kutoa ni maoni yao, na hapa tumepangiwa watu wengi zaidi ya 10 kuanza kutoa fikra zao, kutueleza kwa nini mtazamo yao, kwa experience yao, na kila mmoja najua akipewa hata saa nzima anaweza kueleza. Lakini leo tutaomba wasichukue zaidi ya dakika 10 mukhtasari tu ya kuweza kueleza mtazamo wao. Kwa hivyo tunasema kwamba tunaomba hawa watu waliokuja hapa juu wasichukue zaidi ya dakika 10, ili watapomaliza watu wapate fursa ya kuweza kuongea, kwa ni muhimu. Na hapo tukiendelea hivyo, tukifuata hiyo, tunaweza kutumia saa 1 mpaka saa 1:30. Lakini tunataka kuachia time ya kutosha kwamba wananchi wote waliokuja, na wengi waliokuja leo wana hamu sana ya kuongea, ya kutoa fikra zao vile vile, na hao wote wapate fursa. Kwa hivyo itapofika wakati ule, tutaombeni kwamba anzeni kupanga hoja zenu. Hatutaki maswali kusema kweli leo. Leo si wakati wa kuuliza maswali mengi. Leo ni kutoa fikra zenu, kutoa mawazo yenu juu ya mustakabali ya Zanzibar, na msichukue zaidi ya dakika 3. Kila mmoja akichukua dakika 3, angalau labda tutapata watu 30 waweza kuongea. Ukichukua dakika 10 ushachukua nafasi ya watu 3. Kwa hivyo nitakuombeni wakati ule, mimi sitaki kupendelea katika mambo haya, siwajueni watu wote, waweza siwezi kupendelea, lakini nitakuombeni tu tushirikiane ili tuweze kupata mawazo ya wananchi ya swala hili muhimu. Asanteni. Sasa tuanze na msemaji wetu wa kwanza, mzee wetu Hassan Nasr Moyo. Mtu hahitaji kutambulishwa.
Assalamu alaikum. Labda na mimi vile vile nianze kuwashukuru, kwanza kushukuru kamati yangu kwa kuandaa hili jambo la leo, ili Wazanzibari tuliojaliwa kufika hapa tupate fursa ya kutoa maelezo yetu juu ya masuala haya ya muungano. Nawashukuruni sana kabisa, na nawashukuru wote wale vile vile Wazanzibari waliojaliwa kuhudhuria mkusanyiko wetu huu kwa madhumuni yale yale ya kuzungumza mustakabali wa Zanzibar uweje baadaye. Kwa hiyo nawashukuruni sana kabisa. Bahati nzuri mimi leo nimepewa mambo mawili tena madogo sana, dakika 10 tu, hizo nitajitahidi sana. Kwanza nianze moja kwa moja juu ya hii kamati yetu ya maridhiano. Watu wengi walikuwa hawaelewi hii kamati. Hii kamati chemchemu yake ni viongozi wetu wawili, Rais mstaafu Amani Karume kwa wakati ule alikuwa rais wetu, na Maalim Seif ambaye ni katibu mkuu wa CUF. Na walisaidiwa na fikra nzuri na Edi Riami na Jusa Mansuri Binami Abubakar. Hawa ndio walioanzisha chemchemu ya mazungumzo miaka mitatu ya nyuma. Hawa ndio walioanzisha mazungumzo, wakaonana na viongozi hawa wawili. Baada ya hapo ndipo tena wakaja kumwona Hassan Nasor Moyo kama mzee wa nchi. Maana mimi mzee wa nchi, mkitaka msitaka. Mimi ni mzee wa nchi, napenda hampendi, lakini mimi ni mzee wa nchi kwa sababu sababu yangu kubwa, mimi nimezaliwa hapa. Watu wengi mpaka hivi karibuni wakafikiri mimi nimezaliwa kule Songea kule. Mbugoni natoka Songea kule. Hapana. Nilikuwa nikiwaambia vijana wangu mara nyingi, babangu ndio katoka Songea 1926 ndio katia mguu hapa. Lakini mimi nimezaliwa hapa 1933. Sasa ninapozungumza swala la Unguja linanichoma sana. Kwa hiyo kamati yetu hii ya watu 6 pamoja na mwenyekiti wao ambao ndio mimi, tukapata mwongozo wa viongozi wetu hawa Amani Karume na Maalim Seif, nini tufanye. Nataka nikujulisheni wananchi, haikuwa jambo jepesi. Nchi hii imeanza matatizo miaka mingi sana, kama alivyosema profesa hapa. Ukichukua hadithi tu, hadithi wacha nyuma huko, lakini ukichukua hadithi ya mapambano ya wenyewe kwa wenyewe Zanzibari, tumeanza 1957 baada ya kuundwa vyama vya siasa kugombania uhuru. Kwa hiyo kwa kifupi, chaguzi zote za hapa za Zanzibar, ukiacha huwa juzi, tulikuwa tunauana, tunaumizana, tunapigana, tunakosana
huyu Mpemba, huyu Munguja, huyu Mdengereko, huyu Mngoni, huyu vitu kama hivi. Lakini kwa sababu ya maridhiano chini ya uongozi wa Amani Karume na Maalim Seif, tumeweza kutengeneza maridhiano ya watu wa Zanzibar. Lakini msije mkasahau kwamba kwa lugha nyingine ambayo ilikuwa kutumika zamani, muafaka, ilifanyika miafaka mitatu hapa, tena ilikuwa imesimamiwa na wazungu, watu wa nje, na mapesa kutumika. Watu wamelipwa mapesa, kutwa moja mtu analipwa pauni 20, 30, 300, miafaka mitatu ile, na watu walifika hadi kuchelewesha mambo kwa sababu walipe madola. Lakini chini ya uongozi wa Amani Karume na Sefu Sharifu, na wakaniteua mimi kama ndo mzee niwe mwenyekiti wa kamati ya watu 6, tumefanya kazi hiyo kwa kiasi ya mwaka mmoja na zaidi kidogo. Senti moja, na nasema hapa sauti kubwa sana, wakubwa wenyewe wasikie, senti moja hawajatupa sisi, senti moja. Tulikuwa tunakula chakula kwa Aidi huyo nyumbani kwake, mpaka wengine ukatumbuka ugonjwa wa sukari. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu tulitanguliza wananchi, uzalendo tulitanguliza. Na tulipoanza kukutana, vijana wangu hawa wanajua, Yusa yuko hapa, Binamu yuko pale, Edi yuko pale, Mansuri yuko pale, Abubakari yuko pale. Niliwauliza hawa, nani katika nyinyi anaweza kumzidi mimi kwa hizbu? Hawa niliwauliza kwa hiyo. Kwa hizbu ndio usishangae, kwani kulikuwa na hizbu hata hapa. Nikawaambia, nani katika nyinyi anaweza kunishinda mimi kwa hizbu? Maana kama ningekuwa hizbu mimi basi ningekuwa number 1. Nikawauliza tena vijana, nani katika nyinyi atanishinda mimi kwa ASP? Nani katika nyinyi atanishinda mimi kwa ZPP? Nani katika nyinyi anaweza kunishinda mimi kwa CCM? Niliwauliza wakina Jusa, wakanambia hakuna. Nikamwambia basi kama tunataka kweli kuiokoa Zanzibar, sauni vyama vyenu huko. Niliwaambia sauni vyama vyenu huko, hapa tuje nataka Uzanzibari. Na tukakubaliana, tukafanya kazi katika msingi ya Uzanzibari. Mimi MCCM, juzi nilikwambieni kadi yangu namba 7. Na hawa kina Jusa wana kadi zao kafu hawa. Lakini tulisahau kama kuna sera ya CCM inasema serikali 2, kama kuna kafu inasema sera ya serikali 3, tulitupa nje kule, tukaingia ndani pale Wazanzibari. Tunaingia ndani ya tunaingia nyumbani kwa Edi pale, sisi Wazanzibari, sio CCM wala sio kafu. Nitaka haya mniambiwe sana, msifanye mchezo na hali hii iliyofika hapa. Nakwambieni mimi, wale wajinga wale wanazungumza mambo ya kijinga, maana kuna wajinga wanasema sisi tunataka muungano wa nini wa mkataba, tunataka kumrudisha sultani. Wewe ndio unataka kumrudisha sultani, sio mie. Mimi hata siku moja sijazungumza swala wala sifikiri. Tangu tumemtoa 1964 hamna kichwani mwangu kabisa. Lakini wewe na babako unaendelea kufikiri hivyo.
wewe na babako bado mnaendelea kufikiri kwamba sultani atakuja, sultani atakuja. Aje wapi? Kuna mtu alikufa akarejea? Sasa wewe ndio unataka aje sultani. Sultani harejei kwa sababu Wazanzibari wanataka haki yao katika muungano iweje. Harejei. Hawezi kurejea. Na hatuwezi sikuzungumza tukazungumza swala hilo. Kwa nini tuzungumze swala hilo? Limekwisha. Lakini wewe madamu unalo, kwanza umefilisiwa kisiasa, hujui unalolifanya, unatumia madaraka vibaya, unataka kuwatisha watu. Tuogope, hatuwezi kuogopa katika kugombania haki zetu. Kama hatukumwoa mkoloni mpaka tukamwondosha, mpaka tukamfukuza kwa mapinduzi, basi hatuwezi kuogopana wenyewe kwa wenyewe katika kudai haki zetu. Kwa hiyo tunachosema, kamati yetu imefikisha nchi hapa. Uchaguzi zote zile watu wakipigana, uchaguzi uliokwisha wa 2011, ukucha ule mtu hakutolewa ukucha ule, nchi shwari kabisa. Tukaja hapa Sheni na Maalim Seif wakaja hapa kwa furaha na vigeregere na shangwe na vigeregere, wakapeana mikono hapa, ukatangazwa uamuzi. Sisi wengine tumeshuhudia na nyewe mmeshuhudia, vijana wetu wa kike na kiume, wengine wanavaa chupi kwa furaha. Huyu kashika bendera ya kafu, huyu kashika bendera ya CCM kwa furaha. Ilipata kutokea hiyo. Sasa leo hatuwezi kukubali, tunasema wazi kabisa, na ni uzuri viongozi wetu waelewe hivyo. Hatuwezi kukubali kabisa kuona watu wamo ndani ya serikali yetu wanataka kuturejesha kule tunakotoka. Hatukubali. Wakati wa sherehe za mwaka mmoja kusherehekea serikali yetu ya pamoja, tulifanya Pemba kule, na Maalim Seif Sharif ndio alikuwa mgeni wa heshima. Nilisema siku ile nitarejea tena leo, maana sikutania. Nilimwambia Maalim Seif, sisi tunakujua wewe na Sheni. Nilisema hadharani Pemba, na leo narejea tena. Sisi tunamjua Seif na Dr. Sheni, ndio watu tuliokabidhi serikali yetu ya pamoja. Hao ndio watu tuliokabidhi serikali yetu ya pamoja, watuendeshee serikali yetu ya pamoja. Tuondokane na madhila, tuondokane na ugomvi na chuki na kuuana, kupigana. Tumewakabidhi watu wawili hao. Wengine wote walikuwa ndani ya serikali wanawajua wao, sisi hatuwajui. Haya ndiyo yasema Pemba. Nasema tena leo, nasema tena kwamba sisi tunamjua Dr. Shein na Maalim Seif. Basi hao wengine wanawajua wao. Nitaka niseme hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hatutaki, na sisi tunajua kwamba baadhi ya viongozi wa serikali ndani ya ili jambo la maelewano hawalitaki. Ndio ile 30% ile 33%, wale 33% wale waliosema hawataki serikali pamoja, ndio hawa wanatusumbua mpaka leo. Wapo hawa. Kwa hiyo sisi lazima tuwapige vita hawa, lazima tuwapige vita. Hatuwezi kuwawacha. Hatuwezi kuwawacha. Kama ni uwanja wa siasa, basi tutapambana kisiasa. Kama ni uwanja wa maelewano, basi tutapambana kupata maelewano. Lakini hatuwezi kuendelea kuacha watu wa ndani ya serikali yetu
wanakula mali zetu, wanakula fedha zetu, halafu watuletee fitna ndani ya nchi yetu, turudi kule tunakotoka. Kwa hiyo ndio kazi ambayo kamati yangu imeniambia leo nifungue hili mazungumzo kutokana na hilo. La mwisho, tunakwenda na utaratibu. La mwisho, namaliza kama nilivyokuambieni leo. Kamati yetu imeitisha muhadhara. Namaliza kwa kusema hivi, tuna mambo ya kuzungumza juu ya muungano, katiba mpya. Tunachosema kwamba muungano lazima tuzungumze, na sisi kamati yetu hatufichi. Tumekaa kitako, tumeandika mapendekezo yetu karibu miezi 6, 7 na 8. Tumepeleka serikalini, tumempelekea rais, tumempelekea rais mstaafu Amani Karume, tumempelekea makamu wa kwanza wa rais Maalim Seif. Katika mapendekezo yetu haya tumesema wazi kwamba tunataka sisi muungano safari hii wa muungano wa mkataba, sio aina hii. Na hayo ndio maoni ya kamati yangu ya maridhiano, tumeshapeleka serikalini. Kwa hiyo tunaposema hapa, Hassan Nasr Moyo aliposema hapa, anasema kwa niaba ya kamati yangu, na tumepeleka mambo haya serikalini. Si kubabaisha, tumepeleka serikalini, tumeambia serikali sisi msimamo wetu tunavyoona ili nchi yetu iende sawa sawa na muungano uende sawa sawa, basi tunafikiri hivi. Nimeona nikwambie ni hivyo. Baada ya hayo lazima na mimi niheshimu muda, nishaula kidogo. Na washukuruni sana, na msimamo ndio huo. Asante sana. Haya, sasa tumsikie mzee wa pili wa Zanzibar, naye ni Bwana Salum Rashid. Kama alivyoelezwa, yeye alikuwa ni katibu wa kwanza wa Baraza la Mapinduzi, kwa hivyo ana mambo mengi anaweza kukumbusha wakati huo. Assalamu alaikum. Kwanza nashukuru kamati ya maridhiano, nashukuru sana kwa kunikaribisha na kutukaribisha sote kuja hapa kuhudhuria kongamano hii muhimu sana ambayo imejumuisha Wazanzibari wote, na inaonesha kwamba hapa Zanzibar hii leo kuna umoja wa pamoja. Umoja wa pamoja huu umepatikana baada ya muda mrefu wa migogoro miongoni mwa wenyewe kwa wenyewe ambao umeleta madhara makubwa sana katika nchi yetu. Leo tunashukuru kwa viongozi wetu wameona haja ya kusikilizana, kupatana, kuwa na maridhiano, na matunda yake ndio haya. Kwa Zanzibar leo kuna umoja, hakuna tofauti za kisiasa, na watu wote wana Zanzibar agenda
na wanataka muungano wa mkataba. Mimi nimepangiwa nizungumze kwa kifupi historia fupi ya muungano na pia nizungumzie kuhusu muungano wa mkataba kwa kifupi. Sasa hakuna kitu kimezungumzwa katika vitabu na maandishi kama historia ya mapinduzi ya Zanzibar na ya muungano. Kuna wanahistoria ambao wametoa maoni yao na fikra zao kwamba muungano msingi wake ulikuwa umoja wa Afrika, au kuna dhana ya kwamba muungano umeletwa na Mwalimu Julius Nyerere peke yake, na ya kwamba ile picha tunayoiona ya Rais Karume na Rais Nyerere watia sahihi mkataba wa muungano ndio mwanzo na mwisho. Haikuwa hivyo. Mataifa ya magharibi tangu siku ya mwanzo yameyapinga mapinduzi ya Januari 12 ya Zanzibar. Wamehisi ya kwamba yataifanya Afrika iwe Cuba, na wakafanya njama na mbinu pamoja na Mwalimu Nyerere ili kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kuidhibiti Zanzibar isiweze kuendelea na mapinduzi yake, kuyazima moto mapinduzi. Na ndio maana ukaona ya kwamba mpaka hii leo hakuna natija iliyopatikana ya muungano katika nchi yetu, kwa sababu ulifanywa muungano kuidhibiti Zanzibar, na hatima yetu tumeiona ya kwamba madaraka yaliyokuwa katika serikali ya muungano hayakutumika kuleta maendeleo Zanzibar, na mambo ya muungano yameongezwa kiholela. Hakuna maendeleo yoyote Zanzibar, na ndio maana tunaukataa muungano. Sasa mimi naona ya kwamba kuna haja kubwa ya watu wa Zanzibar wote kusahau tofauti zao za kisiasa ili tupate matlaba yetu ya muungano wa katiba. Bila shaka kutakuwa na baadhi ya watu ambao watapinga hoja hii, na mimi nahisi hiyo ni haki yao ya kidemokrasia, lakini walio wengi wapewe. Na tusifikie pahala baada ya kutoa maoni yetu katika hii tume, na itarudi karibu hapa Zanzibar, nasikia inaanza Jumatatu tena, halafu maoni yetu yakapuuzwa. Hilo litaleta matatizo katika nchi na hatutolikubali. Sasa muungano wa mkataba ndio muungano muwafaka katika uhusiano kati ya nchi mbili huru, yani two sovereign countries. Muungano wa katiba, muungano wa constitution unafaa nchi moja na taifa moja, haufai mataifa mawili. Kwa msingi huu, si idadi ya